nilikuwa nalalia godoro hilo. Nilikuwa saa 6 naamka kupumzika. Nani nilikuwa godoro aina gani hilo? Yaani nalala lakini inabidi nitenge muda wa kupumzika. Yaani nilikuwa nikikaa najisikia comfortable ila nikilala. Kama nisema alikuwa anatokea kwenye kupumzika. Lakini kija kwenye kuteseka ndio unakuwa steseki. Mungu anabadilisha watu bwana. Bongo Dar es Salaam. Unajua nchi kuna wajuaji wengi sana. Unajua hata kuwa mfanyabiashara Bongo au mjasiriamali ni ngumu sana. Hivi na wajuaji jamaa anasema waje usiatende, waje usiatende. Wale jamaa wanawahi sio na wale wako. Sidhani mwalimu wa biashara aliwafundisha kwamba biashara ni kukimbia. Yaani wewe kusimamisha akasimama, sio anauza saa ngapi bwana. Yaani wao walichonacho ni speed tu. Yaani unaweza ukatokea tu kumuita muone. Hakuna sehemu unapomwona anauza. Lakini kila siku unamwona waje usiatende, waje usiatende. Waje usiatende, waje usiatende. Ndio kwenye maisha kuna mtu atakutajia kazi yake. Unaogopa hata kumwambia Mungu akutangulie. Unaona kabisa hapa nitapata dhambi hapa. Huyo mtu anakutajia kazi, kwenye kazi yake uone kabisa sehemu ya kufanikiwa hata kama wewe sio Mungu. Unamuuliza mtu unafanya kazi gani? Akwambia mwanangu mimi niko Mbagala hapo kwenye kiwanda cha simenti. Sasa unaanza kutengeneza maneno ya kumwambia yule mfariji. Unamwambia sikia mwanangu lakini mkono si unaenda kinywani. Yaani kazi yako umepima kabisa hii ya kinywa na mkono tu. Na unajua washikaji kama wanakuwa wanazingua. Unakuta unafanya kazi kwenye kiwanda miaka 10. Ile ukifika wewe siku ya kwanza anakuambia dogo. Hizo kazi za kiwanda sasa kufanya muda mrefu hivi. Na masumo huko. Alafu kija kufuatilia yeye ana miaka 10. Alafu anakuambia hapo anapiga kidogo anapata mtaji. Sasa miaka 10 hajatoboa mtaji. Ndio kuja leo utapata mtaji kweli hapo. Anakuvuruga akili. Sababu unajua shida ya Bongo kila mtu ni mjuaji. Mtu anakuja dukani na anakuuliza hii nguo shilingi ngapi, unamwambia 40. Anakuambia ipungue, unamwambia ipungue, anakuwa ujui biashara wewe. Anamjia frame wewe. Mpaka nimelipa frame unasema sijui biashara. Sababu Bongo ni wajuaji. Unaweza ukawa na biashara yako ukaamua kwamba kwenye biashara yako sasa hivi nenda natengeneza tangazo nimetoka kuongea. Unaweka kimaiki pale. Viatu huku jelo, tunataka shika. Huku jelo. Yaani mtu ashaamua kiatu ni 1500. Lakini anakuja anachagua utafikia anatafuta cha 2000 pale. Kuna mwingine anachagua mpaka anaanza kukuboa sasa. Unajua kuna wale anachagua mpaka anatoa kiatu anaanza kukikunja hivi. Anakuja kiatu 1500 na kilo. Ile si outfit, ile kama underwear. Sababu Bongo la mimi unaweza kuweka kabisa mic cheti 2000 wote watakao shika cheti 2000 anakuuliza haipungui. Sasa unaanza kuwaza haipungui kwenye hii production uliyofanya au haipungui kwenye biashara yako wewe. Anaanza kukuvuruga. Unajua kuna watu wanafanya biashara ngumu. Kuna mwanangu mmoja ananiambia mwanangu mimi sifanikiwi. Mimi namwacha kwa sababu jamaa anauza tai. Ndipo karibu pale mwaka wa 7 anauza tai. Ukifika kwa mtoto changu anaendelea na wewe, unaje kama na suti wewe. Kwa mbona? Anauza tai tu. Hivi imagine mtu anauza magazeti. Kuna jamaa alikuwa karibu anauza magazeti lakini yeye ndo akaanza kusikiliza radio kipindi cha magazeti. Yeye mwenyewe anashindwa kujisupport. Kuna watu wanaamka anatoka nyumbani anakuja kufungulia biashara yako. Unajua na Bongo alivyo kusoma. Bongo anachukua caption tu. Hilo gazeti hilo anaweza kuzalisha hata mara 5 hilo gazeti ndio andika wewe. Bongo akiona tu caption Maele kurudi Yanga. Huyo kaondoka hata kuongelesha. Kwa nini vile kufanya biashara?